unafika unafanya biashara, unabeba kila kitu jinsi unataka, anakuachia unaenda. Mwenye atamlipishia ni nani? Ni Mungu. Usichezeke mali ya mtu mwenye anajua sadaka ya shukrani. Usichezeke mali ya mtu mwenye anajua edition. Usichezeke mali ya mtu mwenye anajua mkila act yenye Bwana anamtendea anafanya lazima na naitimiza. Usimchezeke. Ulimwengu wa roho ni mtu wa kuogopesha. Ulimwengu wa roho haiko mtu wa kuchezea. Haleluya. Amen. Ndio kwa maana napenda kukuambia vitu viwili. Bwana anasema toele ya Bwana zabihu za kushukuru na timizia aliye juu naziri zako. Ninaongea juu ya naziri. Kuna mtu mmoja katika Biblia, huyu mtu alikuwa mama. Na huyu mama alisumbuliwa muda kutosha akiwa ndani ya utasa, hawezi kuzaa. Hata mume wake akapiganisha njia zote, akatafuta mwingine mwanamke, akabakia na huyu. Hata alitafuta Penina, mapendo hayakumka kwake. Kila mara alikuwa anaambia Ana, namwambia anasema Ana, jua nini unalea? Mimi ninapita zaidi ya watoto 10. Unasikia ile faraja? Mama, unasikia ile faraja? Mimi napita, mimi mume wako ninapita zaidi, niko na faida kwako zaidi ya watoto ngapi? Nasiko faraja kweli. Sasa Ana angalimshikia anasema, ikiwa kweli mie wewe uko na faida kwangu zaidi ya watoto 10. Sasa kwa nini ndio anaoa Penina? Haleluya. Kuna faraja zingine mtu anaweza kuletea hizo. Ni faraja zenye zinakutuliza pale, lakini lengo yake ni kukutesa tena zaidi. Anakaomba mara na mara, akaenda hekaluni, akatoa sadaka, akafanya kila kitu chochote. Siku moja akapata revelation maombi yake, akasema hivi, msikie vizuri. Akasema, Mungu, kama mimi nafika hapa kila mara, haleluya, amen, sifiki hapa kwa bure. Mimi ni mwanamke mtasa na nakuomba fungua tumbo yangu nipate ujauzito nizae mtoto, na sikuombe mtoto mwanamke, sikuombe mtoto wa kike, nakuomba mtoto wa kiume. Sababu nitakapomzaa huyu mtoto nitamuleta na ng'ombe, nitamuleta na kondoo, na atakapotishwa maziwa nitamwacha hapa hekaluni pako, atakutumikia. Haleluya. Amen. Unajua nini iliacha tumbo ya Ana haizai? Anakuwa tasa. Haleluya. Biblia inasema Bwana ndio alifunga tumbo yake. Haleluya. Mungu ndio alifunga tumbo ya Ana. Jambo la kwanza, kuna maisha ambayo Ana labda alitembea ndani yake akiwa msika, haikutembewa sana. Haikutembea sana. Halafu ilibidi apate muda kusherepantire mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Haleluya. Kuna tatizo zako zingine uko nazo hapa, haiko problema ya utate, haiko problema ya watu, haiko problema ya mapepo, ni problema yako na nani? Na Mungu. Haleluya. Ni problema yako na nani? Na Mungu. Sutengeneze dosie ishe. Suseme baba nimefanya dhambi, dosie ishe. Kuna nia nyingine unatafutia watu, haiko yao. Ile ni hali, ile problema ni yako na nani? Na Mungu. Jambo la pili niliacha tumbo ya Ana na fungo. Msikie vizuri. Haleluya. Amina. Mungu anahitaji mtu atakayemtumikia. Mungu anahitaji mtu atakayemtumikia. Mungu anahitaji kiongozi. Haleluya. Kwa maana alikamata Musa, akamtosha shamba la Midiani, akamrudisha wapi? Misri.
Musa akaongoza taifa la Israeli. Wakati anafika kwa mpaka wa Moabu, wakampandisha juu ya mlima, hakutoka. Wakamwambia hivi, huyu Joshua biakre watu anarudia nafasi yako. Ule tu mwenye taitisha watu mpaka wapi? Kanana. Haleluya. Joshua anakamata safari, atimize mpango wa Mungu, atimize shabaha ya Mungu. Wakati wanafika Kanana, watumishi mnisikie vizuri. Wakati wanafika Kanana, Joshua anasema hivi, bakisha kamata tereo